mdogo wenu na henya, shida zinanichoma paka nashindwa kusema hapa nilipo mi braza mimi nimepagawa na shida zaniandama kutwa ni mawazo mabraza mimi sina uwezo sosi ni maigizo maisha ndivyo yalivyo ila moyo siponielewa mawazo itaniua. Ladies and gentlemen, family, hi, hello, wapenzi wa DY TV. Basi leo ni siku nyingine, kama kitu unavyojua, nyumba la vipaji na elimu. Tupo hapa kwa kuwaburudisha, kuwaletea burudani every day, every time. Hatuzimiki, tupo kila siku, tunazidi kusonga mbele. Basi leo tuna mwalikwa wetu hapa ambaye tutakwenda kumjua anaitwa nani, anaishi wapi, kazi zake vipi, changamoto gani na vipi ambavyo tulikutana naye. Basi kabla ya tujaendelea, usisahau mambo manne: kusubscribe, kulike, kushare, na mwisho wa yote unadondosha comment ili kwamba tuone maoni yako kwetu ni aje. Na mwamba wetu ambaye tuko naye hapa utakwenda kumjua zaidi na zaidi kiundani zaidi. Basi tulia, twende tuanze safari yetu. Usisahau kama DY TV iko hapa kwa ajili ya kusupport wenye vipaji. Yule ambaye ana kimoja ataongezewa na yule ambaye hana atanyanganywa hata kile ambacho hana. So twende pamoja. Bwana, karibu kwetu mwaliko wetu. Tunakupenda sana. Na mimi nawapenda pia DY TV. Asante, naona unapendeza. Kawaida tu brother. Yeah, asante sana. So labda wapenzi watazamaji wangetamani wakujue sana kiundani. Mimi nakujua kwa jina la Socho, ambayo labda niliona klipu yako umepiga na Master yule ambaye yupo nje ya Afrika. Yeah. Basi labda wapenzi watazamaji wangependa wajue jina lako kiundani, unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Socho, mtoto wa Mayele, yani Socho bin Mayele. Socho bin Mayele. Bro, na jina lizuri. So nzuri sana watu wana jina lizuri bro. No, mimi nimelipenda sana la kwako. Wapenzi watazamaji, kama mnavyomsikia bwana anaitwa Socho bin Mayele. Na labda hili jina la Socho ndo jina la ukoo ama ndo jina unafanya nalo kazi kama kisi nilivyoona mtandaoni? Hilo jina niseme kwamba ndo jina la ukoo kwa sababu kuna vitu wanasko kufupisha ni kana kwamba kama short form. Yeah. Na niseme kwamba ni jina la ukoo. So wakitia kwenye long pale mimi ni Mbembe, wanaita Songolo. Sasa Songolo kuchukua wakawa wamespell wakaweka Socho. Yani jina Socho ilitoka kwa jina Songolo. Basi mpenzi mtazamaji, kama unavyosikia, huyu mwamba nilikutana naye kwenye muziki, amepiga na Master kutoka Marekani. Ule muziki wake niliupenda sana na ndio sababu ikanifanya mimi nimtafute. So unajua sisi hatukeshi, hatulali, muda wote tupo macho kwa ajili ya kutafuta muziki ya kutoka hapa nyumbani. Niliposikia yemo kuna lugha 2-3 aliimba mle, basi kanifanya nimtafute huyu mwamba na leo nimekuletea yeye. Kama tumemsikia anaitwa Socho. Na bwana, labda kabla hatujazungumzia kazi zako, tungelitamani tujue ulianza lini muziki? Mimi muziki nimeanza tokea mwaka 2015. 2015. Yeah, ndo nimejibezi kabisa kujikontrol kwamba mimi nina uwezo wa kuimba. Hapo ndo nimekuwa kama nimejikamilisha kabisa na kujitangaza wazi kwamba mimi ni mwanamuziki. Yani mwaka 2015 ndo ambapo ulianza kazi ya kuimba. Yes. Tuseme kwamba kwa sababu kuna watu ambao tule kuzungumza nao hapa wakina Jagwa walisema kwamba wenyewe walianza kwenye gospel afu wakaenda kwenye profano. Tukazungumza na Papa Gael akasema yeye alianza kwenye profano akaenda kwenye gospel. Labda na wewe ulianza kwenye gospel ama ukaenda kwenye profano ama wewe ulianza tu kwenye profano moja kwa moja? Mimi nimeanzia gospel. Na kama nimekwambia 2015 ina maana hapo ndo nikuja kujikubali kwa sababu 2015 nilikuwa DRC Uvira. Nilikuwa conductor wa kwaya. Nilikuwa uongozi wa kwaya kwa sababu masuala ya uandishi, performance zile za hapa na pale, wakaniamini, wakanipa hadi uongozi nikawa conductor. Hapo ndo nikajigundua kwamba mimi nina kitu ndani mwangu. Ukaona kama hapo sasa ndo kama hapa naweza. Hapa naweza bali nilikuwa na ukota maokoto nikiimba na zile feelings za kwaya unaona watu wana
Ndika kama hivyo. Ladies and gentlemen, kama jinsi mnavyomsikia Bwana Socho anasema yeye pia alianza kwenye gospel, na nataka tuambatane mimi na wewe moja kwa moja tujue mwamba baada ya kutoka kwenye gospel why sasa alihama kwenda kwenye profane. Bwana Socho, tuseme kwamba ulianza kwenye gospel, kwenye kwaya, unafundisha watu kuimba na manjonjo mengi. Sasa ilikuwaje mpaka ukaamua kuacha gospel na ukaenda kwenye profane? Gospel mimi sikuamua kuiacha kivile sana, but kuna changamoto ambayo nimeiona. Gospel inachukulia mtu muda, masuala ya kazi unakuwa unatupilia ni kila muda kwaya. Unakuja kujikuta muda mwingine unajisawata kutafuta kazi ili ununue nguo. Ndiyo. Kwa sababu unajua gospel ina tatizo moja, unaweza kaandika wimbo kama haujeneza dakika 10 hapo unaona kama hujachoma kichwa. Bado, yani hapo bado kabisa. Sasa ukitoka hapo mafundisho, mambo ya kimungu nini, mambo kama hayo bro, ikanifanya mimi sasa mbona mimi wenzangu ambao tulianza nao sasa hivi wanaingia hapo, wanatumokea hapo, wanapiga. Mimi nikaenda nikawa dansa bana wa zile za nani za bongo za Kikongo zile. Ndiyo. Afro rumba zile. Yeah. Dance pale nikafanya miaka 2. Nikatoka pale 2017 nikaachana na maswala. Nikaingia Burundi 2018, nikajiunga na mwamba mmoja hivi sijui anaitwa nani ule Toto Show. Kwa kujiunga naye, brother akanikubali sana kwamba mimi naweza kuwa na very performance. Kwa akanifanya kama confiance, kama mtu wa karibu sana na yeye na kufanyia kazi. But nikapata mtu wa Ufaransa sijui anaitwa Peace and Love. Akaniambia bro, mimi nimekusikia sana mitaani ukialikwa kwenye maharusi na nini, kwa ningekuomba tufanye kitu. Kaambia mwamba so shida so mbaya. Ladies and gentlemen, kwa nataka kutuambia kwamba wakati ule baada ya kwenye kwaya ukaona kuna kama wanakushika sana, wanakubana, hawakuachi muda. Si vai bro. Kumbuka pale yani nguo imekuwa viraka nini chaka kabisa. Yani unaona kama ni changamoto kubwa sana. Nilipoona ile kazi ya kwanza yeye na Master, basi nilifuatilia kazi zake nikakutana na huu wimbo ambao ameuzungumzia. Kabisa ule wimbo ni mkali sana, na bwana labda watu wangetamani wasikie jinsi uliimba kwenye ule wimbo. Nilimba hivi. Ninajua unaumia, unalia na hii dunia. Bado nafikiria upendo wangu nani atausikia. Nawaza nikimleta tampa nini, mimi masikini na bado tunalala chini. Kuoa sio kukurupuka, nguo zetu bado zinachanika, mademu wameshachepuka. Ndio. Kuoa sio kukurupuka, nguo zetu kwanza zinachanika, mademu wameshachepuka. Pesa hatuna, mavazi hatuna, tunaishi kwa shida. Mdogo wangu elewa maisha ya dunia. Kazi hatuna. Wow. Kama hivyo brother wangu. Bwana umetisha sana kwenye ule wimbo. Unajua nilikuwa bado sijauelewa. Sasa wakati nimefuatilia story yako, nikakumbuka kabisa niliwahi kuona mtandaoni. Yaani ule wimbo kabisa ndo ambao ulikutoa. Ule wimbo umenitoa ukanifanya mimi kujulikana na kupewa nafasi kubwa sana. Ndio. Bwana Socho Boy, tuseme kwamba kazi zako hivi sasa wapenzi wa Edway TV watapenda wazifuatilie. Wajue kazi zako, labda una sehemu ambapo unaziposti kama vile YouTube, TikTok, Instagram. Kwa sababu mimi ile ngoma nilikutana nayo YouTube. Kwa hiyo nitoe tu wapenzi watazamaji wa Edway TV ni watoe mashaka kwamba ujamaa kazi zake zipo YouTube. Sasa hatujui kama TikTok zipo, Instagram na pengine. TikTok sio sehemu ya kuposti muziki kama ule bro. Ndio. Instagram mimi situmii, nisiwe muongo. Ndio. Facebook natumia. Sasa sio Facebook kawaida na page bado mpya. YouTube account ninayo ila bado mpya. Ndio. Imepostiwa wimbo mmoja tu, My Love. Account ambayo nilikuwa natumia mbele simekwambia kwamba ilikuwa account ambayo haikuwa ina repay. Yani ilikuwa official kabisa, ilikuwa bure. Ndio. Na ule director wangu Mario ndo amenishawishi kwamba nifanye vile kwa sababu kuandikisha kama historia. Ndio. Na amenishauri vizuri kwa sababu mpaka sasa hivi zile ngoma zote nakwambia nimefeli muziki miaka 2 baada ya kuandika wimbo wa Shemeji. Akawa ameniambia kwamba hii muziki tuhifadhi hapa YouTube tu. Ndio. Kwa sababu kuna muda unaweza kupata support, muziki ukafanya nini? Ukakupandisha. Na hadi sasa wakinitafuta mimi waandike tu Socho Boy, utanipata. Ila pale kuna account takriban 2 zitakuja pale. Ndio. Ila account ambayo ina muziki mmoja bado mpya, una siku moja. Account sasa hivi naitumia kabisa official. Ila ile nyingine
kwa kama yani nataka tu nije. Ulikuwa nawekezea tu. Ndio. Basi ladies and gentlemen, kama jinsi mmemsikia Social Boy amejieleza kimapana zaidi. Amesema ya kwamba ukiandika Social Boy YouTube basi utakutana na akaunti mbili. Kuna akaunti ambayo utakutana nayo ina nyimbo nyingi ambayo hiyo ulikuwa nawekezea tu wemo kama akiba. Na ana yake ambayo iko official ambayo na pia ni Social Boy ambayo ina muziki umoja. Basi usisahau kusubscribe kwenye akaunti yake kwamba ni akaunti ambayo bado ina muziki umoja ambayo amewekeza yemo hivi karibuni, yani siku 2. Na labda wapenzi watazamaji wangejua labda kuna kazi ambayo unaiandaa hapa hizi siku 2-3. Kazi zipo. Ndio. Kazi zipo. Mimi naweza kusema kwamba hapa Rumonge mjini ni a newcomer bali sina siku nyingi, nimekuja hapa mwezi wa 12 tu. Ndio. Nasema ile mtu mwanaume ukifika sehemu unabidi ujikusanye na wengine. Ndio. Basi nikawa na chomekwa nikakutana na brother Thomas na Kefauji. Nipo hapa. Ndio pita hapa but nimeshafanya ngoma. Ndio. 2. Sijaziposti. Kuna ngoma ambayo inaitwa Blessing. Nimefanya na Kamanda Mkuu 4G. Kali sana hiyo. Kali sana. Bali inaenda kwa mtindo wa mapiano. Soon tu itapostiwa kwa sababu kuna masuala fulani ya uwekezaji ambayo haijakaa sawa. Unajua sisi watu ambao tunajisupport si wenyewe, hatuna masupporta, tunajitafuta. Kabla sijaenda saruni, sijapata kuimba, sijafanya hiki. Ni kusema tu kwamba mtuombee Mungu kwa sababu tusije kuja kuiba kama kina Mbosso. Kuna ngoma nyingine inaitwa Ninatamba. Ndio. Ni ya kwangu mimi, nimeshirikisha dogo fulani anaitwa Mtata Samji. Ndio. Komedia. Ndio. Na kuna brother mwingine anaitwa Bingwa Master yuko Canada. Na baada ya kusikia ile kazi ilipokuwa inagongwa studio akasikia vibe akaniambia, brother kama vipi nipe nafasi. Nikamwambia haina shida bro. Nikampa nafasi. Kwa sasa hivi ngoma ipo Canada, anaingiza vocal. Kizani haiwishi kwamba usiku wa leo atakuwa ameshani feedback. Naenda pale kwa Njombe kwa sababu imepigwa na Njombe hiyo. Nitamrudishia kazi, ataimix, atanipa wimbo soon tu tutafanyia video. Asante. Basi kuna neno ambalo nimelisikia, sijui kama mpenzi mtazamaji na wewe umelisikia. Yani kuna wimbo ambao nilikuwa na mimi, kuna neno ambalo nimelisikia, nilikuwa nalitegeza eko. Kuna neno ambalo umesema ya kwamba nyinyi ni watu ambao mnajitegemea, nyinyi ambao hamjakuwa na supporter. Yani unataka kumaanishia watazamaji wetu kwamba muziki yote na brand yote kila kitu umejitengenezea kibinafsi wewe tu, hauna support wala manager? Neno brand bro, neno brand ngumu sana. Mtu ambaye ana brand bro aweza kavaa hivi bro. Kawaida tu. Ila mimi nakuona kama unapendeza, hata mashabiki zangu wanaona unapendeza. Sio hivyo, sio kweli bro. Utakuwa unaniongopea. Unajua kuna kitu cha kufariji mtu ili adifeel kwamba yuko poa. Naweza kusema kwamba mimi kimziki mimi sina kusema. Unajua support mimi ninayo. Sio kusema sina kwa sababu wewe hapo umenisupport kwa kunipa kipindi, support kubwa. Tena big up sana. Asante. Mungu awabariki. So support ambayo niko nayo ni ile mtu anasikiza wimbo wangu ananiambia bro hongera sana. Ndio ananisupport nakubali, ila mimi sina wawekezaji. Ndio. Manager inawezekana nikawa nao kwa sababu manager ni mtu ambaye anapeleka msanii kwa muda. Ndio. Ukinitafutia wewe collab, wewe ni manager umenipeleka kwa muda. Ndio. Na hiki kitu nataka nikiweke kwenye attention kwa sababu watu wengi wanashindwa kufanya difference ant manager and supporter. Unasikia? Ndio. Kuna manager ni mtu ambaye anapeleka mtu. Unasikia? Bana mimi sina uwezo ila nitakumanage, nitakupeleka tu, nakupa njia. Ndio. Supporter ni mtu anayesupport mtu kwa njia 2 au 3. Anaweza kumpa mtu connection, maybe akampa mtu pesa. Maybe akakufanya uwe so brand ukajulikana. Au akakupatia views. Hiyo ni supporter. Sasa mimi watu ambao ninahitaji sana ni watu wawekezaji. Yani wale ambao wanataka kutumika na wewe. Kuna namna wanaitwa wale kwa Kiingereza sijui wanaitwaje, wawekezaji, wale watu ambao wanawekeza yani mabosi yani. Ndiyo. Wale watu ndio mimi nataka. Ndiyo. Sababu nikipata bosi mimi nitakuwa nipo fresh kwa sababu tunakuwa natumika kwenye sign yake. Ndiyo. Manager Mr. Mkosa kwa sababu msanii ndo analipa manager. Ndiyo. Hicho mjue, msanii ndo analipa manager. Ladies and gentlemen, unasikia kama Edway TV kumechangamka. Msanii analipa manager kivipi? Wapenzi wetu wangetamani waelewe. Msanii analipa manager kama tuseme kwamba mimi natafuta wafanyakazi. Ndiyo. Wafanyakazi unajua ni wale watu ambao mimi ninatuma. Ndiyo. Nikikutuma bana nenda nitafute connection sehemu fulani. Si mimi nakutuma. Ndiyo. After pale wewe napaswa nikulipe chako.
Unasikia? So kwamba manager ni mtu ambaye ni manage mimi na ananipa mimi hela. Mtu ambaye ananipa mimi hela za kufanya kazi, yule ni supporter. Big supporter is my boss. So watu wanachukua kama sema manager from tell nowhere. Unasikia vile? Anasema manager from Rumonge, sijui from Bujumbura. Yule ni manager ambaye amenitafutia connection. Ndio. Ni manager ambaye anaweza kumpigia simu, njoo hapa tufanye show. Yule ni manager. You manage me in show, you manage me in location. Ni kama conductor. Basi hapo tumekuelewa. Wapenzi watazamaji wa Dwight TV, kama jinsi umemsikia Bwana Socho akijieleza kimapana zaidi, anasema kwamba watu wengi wanashindwa kuelewa tofauti ya meneja. Yaani kumtapa mtu meneja fulani kutoka sehemu fulani sio kwamba ndio bosi wa ule mtu, hapana. So kwa hiyo kama jinsi nimemsikia Socho Boy anasema yeye anachokihitaji ni bosi. Yaani yule ambaye kabisa atawekeza. Yaani yule ambaye atachukua kila kitu chako. Yeah, anaweza kanifanyia mi brandi, akanitoa chini nikawa hapo. Niweka juu kabisa. Kwa sababu mtu akikutoa chini na kupandisha juu kwenye meza, ujue kwamba mimi nikipanda hapa nitakuwa na urefu zaidi yako. Ila tukikaa sote hapa tunalingana. Au utakuwa mrefu kwangu. Mimi nataka mtu akunitoa hapa anifikishe hapa. Ndio. Na ninaamini kwa viwango vyangu mimi na pamoja na nguvu za mashabiki na yeye pia tunaweza tukaprove kitu tukamake hela. Mimi sitaki yale mambo ya kusema kwamba aniwekeza kwa sababu mimi kesho nije nipane mimba, nifanye hiki. Alafu yale mambo nikipigwa simu nishindwe kupokea simu ya mtu. Mimi nataka kazi ya pesa. Pesa sio kuzifanya tu niende saruni, niende baharini nikavue. Pesa zinatengenezwa popote. Muziki unalipa sasa hivi. Ladies and gentlemen, wapenzi wa Dwight TV, kama jinsi mmemsikia mwalikwa wetu amezungumza kimapana zaidi sana. Amezungumza akiwa wazi, akizungumza kabisa kiundani. Umemsikia jinsi alianza muziki, alianza kwenye gospel, akaona huku hakuna kuprove, ikabidi ajiongeze. Na mpenzi mtazamaji, kuna sehemu ambapo zinaomba wewe unajiongeza, yani unatumia akili ya ziada. Na alipotoka kule aliingia kwenye dance, aliamua kuingia Burundi na akaanza muziki, ingawa kabisa ulikuwa na changamoto. Ila alishukuru Mungu kwa sababu God alibless na polepole anaendelea. Na sasa yupo sehemu moja tu ambapo amesimamia kwa leo. Anaposimamia ni kwamba ampate bosi ambaye atakaye mpeleka. Yaani yule ambaye atakuja kama vile bosi wa kutaka kuwekeza, yaani yule ambaye ana malengo na kipaji cha ndugu yetu hapa. Yule ambaye ana malengo na yani ambaye ana kiu cha kufanya kazi pamoja naye, yule ambaye atakayeona kitu ambacho umekisikia kwake na ukienda YouTube ukiangalia kazi zake, basi wewe ambao utajitokeza kama vile bosi, itakuwa ni support kubwa zaidi sana kwa Socho Boy ambaye yuko hapa upande wetu wa kulia. Na bwana Socho Boy, labda unaweza kuambia nini mashabiki wa Dwight TV na pamoja na mashabiki zako ambao wanafuatilia kazi zako? Brother, labda mimi niwe muwazi kwao, sio kwako na kwa brother pale na wengine wote. Mimi naweza kuwaambia kwamba mimi Socho kama Socho bin Maele. Ndio. Ningewaomba tushirikiane watakapoona Dwight TV kwenye kipindi hichi, basi waendelee kusambaza sana kwa zaidi, kushare yani kwa lugha ya Kiingereza. Washare sana ili endapo hiyo ikienda viral, labda kuna mbosi ambaye anaza akajitokeza akasema kwamba mimi dogo nimefurahiwa. Unajua mimi sikwagi muongeaji sana, kuna muda natumia sana hisia zangu kwa maneno ya muziki. Naweza kachukua hili neno nikasema kwanza kama tuseme labda tufanye Afro style sasa hivi. Kwamba kefa mimi naenya. Unajua kuenya ni kitu kama yani nipo chini sana, nateseka yani naenya. Mara naweza kaingia, mara nikatoka. Shida zimenichoma mpaka nashindwa hivi sijui nini. Yaani maneno unayakusanya, mimi ndio inakusanyaga yani naweka kwenye muziki. Kwa nisikilize kwanza ikapela ndogo nitawapa, afu ataelewa nini message ambayo niko nayo. Asante, basi welcome. Mdogo wenu naenya, shida zinanichoma mpaka nashindwa kusema hapa nilipo mi. Brother mimi nimepagawa na shida zaniandama. Kutwa ni mawazo, mabraza mimi sina uwezo, sosi ni maigizo, maisha ndivyo yalivyo, ila moyo siponielewa, mawazo hitaniua kefa bila kupepewa. Braza wewe ndo nguzo, maisha yangu yatateketea. Mnanizigia mabozi, mnanizigia wekeva, mnanizigia mashabiki, mnanizigia Dwight TV.
Ndio kama message hiyo bro. Ladies and gentlemen. Umechangamka bwana, umemsikia Social Boy akitoa message kwa mabosi, message yake kwa mashabiki wake na mashabiki wa EDY TV. Basi usikose kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tupo kwenye Empower and Develop Young People with Head Talent. So leo tulikuwa na mwaliko wetu bwana Social Boy ambaye umemsikia kiundani, ameacha message zake, anatamani tu anaombi moja. Usikose kushare kwa watu wengine ili kwamba message yake iende sehemu zote, labda anaweza kukumbukwa kutokana na talent ambayo iko nayo. Kama gisi tuko hapa sisi kusaidia wale ambao wana vipaji, basi leo tumekuletea mwamba zaidi ambaye ametuma message yake ambayo imenigusa mimi, imegusa pia na nyinyi watazamaji ambao kama umeguswa basi share kwa watu wengine ili kwamba tuone nini Mungu atakachokifanya. Basi mwaliko wetu tunashukuru leo. Tumesema asante ulipopata wito wa EDY TV, umejisikia kuja kushiriki pamoja na sisi. Basi thank you for that bro. Asante sana. God bless you.